na yanaposema maneno haya haina maana kwamba mashekhe wajipendelea, wataka wao wapewe, kwamba watu jamani toeni kwa njia ya Allah, kwamba mashekhe ndio wataka kupewa. Haya mambo ya kuamrishana kutoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa maslaha ya nafsi yako wewe. Kama hujui, in kunta ya hadha labiban fafhami, hapo ujitengenezea akhira yako wewe. Unatengeneza akhira. Leo mathalan mtu amejitolea peke yake, amejenga nyumba kama hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sasa mathalan yuko mbele ya Allah, amekufa tayari, ni thawabu ngapi atazipata kwa sisi kuwepo hapa na Allah kuabudiwa katika nyumba hii? Lakini mtu kama huyo ana kasiri nyingine ya kukaa yeye na mke wake na watoto wake, ashakufa, yamuingizia nini akhira yake? Hiyo kasiri iliyojenga huko kwa ajili yako, kwamba hapa nitakuwa napumzika wakati wa alasiri, na hapa nitakaa wakati wa asubuhi, usiku wakati wa joto nitakaa hapa, wakati wa baridi nitakaa kule. Ukatengeneza garden yako ya kuzurura zurura mwenye, ukitembea huku na kule, una vikuku vyako sio vijinjiwa vitu gani uko navyo katika nyumba yako, mara swimming pool waingia, waogelea, watoka. Taibu, ushakufa kwa kaburini. Itakusaidia nini wewe swimming pool yako? Itakusaidia nini majlisi yako mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala? Utakapoulizwa utasema mimi nilijenga kasri kubwa kabisa mahali fulani. Itakusaidia? Ukifa tu ile watu washapiga mahesabu pale, tutaingiza ngapi hapa bwana? Kama vipi bwana, nyumba iuzwe tugawane. Ni haki yao, haki yao watu wagawane. Lakini umejenga nyumba wewe, nyumba ambayo inaimarishwa kwa ajili ya kutukuzwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Tena uzuri, kuna watu ambao wanaweza kuhudumia vile inavyotakikana. Hawataki kwa kweli chochote, wajengee nyumba hiyo, wao waswali, wafanye ibada, wasomeshane ilmu. Mimi nashangaa kabisa, wallahi mimi nashangaa sana, na kuna watu nawaambia maneno haya, nashangaa sana kumuona mtu amepewa neema ya mali hakumbuki mambo kama haya.